walishuhudia treni ikianza kurudi nyuma. Yeye na kaka yake waliona kuwa ile sasa ni ajali inakwenda kutokea. Waliruka nje ya treni kuokoa uhai. Kijana wa miaka 25 kutoka Kilosa hakujua kama muda mfupi ujao angekumbwa na tukio baya kabisa, tukio lisilosahaulika maishani mwake. Ngoja nikuelezee. Anaitwa Ahmed Saleh, ana umri wa miaka 25. Pindi yeye na kaka yake Juma pamoja na abiria wengine wanapoingia kwenye treni. Hapa ni mwaka 2002. Wao walikuwa wakielekea Kigwe. Treni hii mbele yetu ni treni ya abiria namba A12. Ina mabehewa mengi, mabehewa 22. Ahmedi na kaka yake Juma wanabahatika kuwa katika behewa moja. Wanapiga stori za hapa na pale wakati treni inaanza safari yake. Mnamo majira ya saa 2:30 asubuhi, treni inafika kati ya stesheni za Igandu na Msagali, Dodoma. Kuna kilima hapa. Dereva Godfrey Chiwelesa anaiongoza treni Jumatatu hii ya Juni 24 ili iweze kupandisha kilima hicho na safari iweze kuendelea. Tukio la ajabu linatokea hapa. Treni inakosa nguvu ya kupandisha mlima. Kwa mbali nyuma ya treni hii ya abiria kuna treni ya mizigo inakuja kwenye njia moja, kwenye reli hiyo hiyo. Kupandisha mlima imeshindwa. Je, ilibaki hapo hapo kilimani? Bora hata ingekuwa hivyo. Ahmedi na Juma pamoja na abiria wengine walishuhudia treni ikianza kurudi nyuma. Yeye na kaka yake waliona kuwa ile sasa ni ajali inakwenda kutokea. Waliruka nje ya treni kuokoa uhai. Mara wanaona mwendo ama kasi ya kurudi nyuma kwa treni ile inapungua. Mioyoni mwao safari ya Kigwe walikuwa bado wanaitaka. Ndugu hawa wawili wanaamua kurukia tena ndani ya treni ili waweze kuendelea na safari ya kuelekea Kigwe. Uamuzi mbaya. Hakukuwa na safari tena mle ndani ya treni. La haula. Mara spidi ya kurudi nyuma ikaongezeka maradufu. Taharuki zikaanza mle ndani ya treni. Kupitia taharuki hizi, ndugu hawa wawili wakajikuta wakipoteana. Treni ile ilirudi nyuma kwa kasi, ilirudi kwa kasi sana. Dereva wa treni hiyo alitoka kuelekea kwenye mabehewa na kutoa sauti kubwa kuwatangazia abiria kuwa treni imemshinda na inaenda out of control. Abiria zaidi ya 1000 walikuwa ndani ya treni hii. Treni ile ilirudi nyuma kwa kasi na kuigonga treni ya mizigo. Mabehewa yalianza kupinduka na kupandiana. Ahmed Saleh aliumia mguuni. Akaanza kumtafuta Juma, hakumuona. Marafiki wanakuja na anawaeleza kuwa hamuoni kaka yake Juma. Alitumia masaa 5 hawakumuona. Baadaye kuna mtu anakuja kwa kasi na kusema kuwa amemuona Juma. Kwa mwendo wa haraka wanaelekea behewa alipo Juma. Ahmedi alipofika kwenye behewa hilo alimkuta Juma kaka yake yupo hai.
Ungekuwa wewe ndio umekutana na umpendaye katika hali hiyo na yupo hai, furaha iliyoje! Ndivyo ilivyokuwa. Alikuwa hai, lakini alikuwa anavuja damu kila mahali katika mwili wake. Nilimbeba kwa mikono yangu, anasema Ahmed. Aliendelea kumshika hivi kama nusu saa hivi. Kisha Ahmed anasema, nilimshika kama nusu saa hivi, lakini alikufa kwenye mikono yangu. Huzuni, simanzi, majonzi. Ajali mbaya sana hii inatokea leo Jumatatu tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka 2002. Inaondoka na roho ya Juma pamoja na abiria wengine 280. Watu 281 wanakatisha maisha yao hapa